tulitelekezwa stendi, mimi nikiwa na miaka 8, kakaangu alikuwa na miaka 11. Mwaka 2001 I mean, babangu alimuomba ndugu yetu kwamba atupeleke kwa babu tukamsalimie Udinde. Basi akapewa nauli na akaja pale nyumbani kwa bibi yangu kutuchukua kutupeleka huko Udinde. Tulipofika Mkwajuni ilikuwa mida ya mchana hivi, akatuambia tulishuka wakati tunasubiria gari la kwenda Udinde, akatuambia tumsubirie pale stendi anakuja. Basi mimi na kakaangu tukawa tumekaa pale tukawa tunamsubiri. Tumesubiri mpaka giza likawa linaingia na kulikuwa na baridi vibaya mno, baridi na mbu. Tumesubiri mpaka giza limeingia, baba mdogo hajatokea. Kwa hiyo ikabidi kakaangu akaniambia kwa sababu tushaendaga pale Mkwajuni kuna ndugu yetu, akasema tutafute njia kama tunaweza tukakumbuka. Tukatafuta njia tukakosa, ikabidi turudi pale pale na nili stendi kumsubiria baba mdogo wetu. Tukasubiri mpaka giza likaingia, tukalala hapo hapo, baba mdogo wetu hajatokea. Kesho yake tena tukakaa pale pale kusubiri. Ilipofika pale kucha vizuri, tukasema hebu tena tukajaribu tena kukumbuka kama tunaweza kukumbuka ile njia kwenda kwa ndugu yetu, tukashindwa. Tukarudi tena kusubiri. Ilipofika jioni hivi, kuna mama mmoja pale tulipokuwa tumekaa tunasubiria, alikuwa nakumbuka ni kimgawa ambacho ilikuwa kimezungushiwa, kimechomekewa miti, alafu kimezungushiwa masalfeti. Kwa yule mama akatuuliza, nyinyi mbona mpo hapa toka asubuhi? Maana na nahisi alituona sisi hiyo siku asubuhi. Tukaambia baba mdogo ametuambia tumsubirie hapa. Mmekula? Tukaambia tujala. Yule mama akatupa wali, nakumbuka ilikuwa na samaki fulani vinaitwa vikorokoro. Kama mtu ni mwenyeji wa Udinde huko wa Mbalizi wapi utakuwa unavijua. Tukala tukaendelea kumsubiria. Giza tena likaingia hiyo siku ya pili tena tukalala pale. Kakaangu sasa akaanza kuumwa, akaanza kuweweseka, akawa anapata joto. Kesho yake tulivyoamka kakaangu akazidiwa, akawa hadi anatapika. Yule mama alivyokuja pale asubuhi tena akatukuta tumelala, akatuuliza, jamani, mbona mpaka toka jana mpo hapa? Ina maana huyo ndugu yenu hajaja? Tukaambia hajaja. Nyinyi ni watu wa wapi? Tukaanza kujieleza, sisi tumetoka Tunduma, mama yetu ni fulani. Kipindi hicho mamangu alikuwa anauza dagaa. Kwa hiyo ikabidi yule mama atufanyie msaada, akawaita wale madereva wao na usafirishaga samaki kuja Tunduma, kwamba jamani, hao watoto wametoka Tunduma, kama kuna mtu mnamfahamu hivi na hivi na hivi. Na sisi tukajieleza pale, sisi ni nani, ndugu zetu ni kina nani, mama yetu ni yupi. Katika kujieleza kati ya wale vijana pale kuna mtu alimjua mama yetu. Kwa hiyo akamuomba kwamba yule mama, mimi nimeshamjua mama hao, hebu niende nao. Kakaangu hapo alikuwa ameshaumwa anatapika, wakamtafutia dawa wakampa, tukaanza safari ya kurudi Tunduma. Tulipofika Tunduma pale stendi tulipokuwa magari yanapaki ya dagaa na samaki na kwa bibi yangu sio mbali. Tukaongoza njia mpaka kwa bibi. Tulipofika pale mtu akatumishwa sokoni, maana hakukuaga na simu. Akatumishwa sokoni aende akamuite mama yangu. Akaja pale na kwambia ikae kilio pale. Lakini kakaangu alikuwa ameshazidiwa, ikabidi wambebe wampeleke hospitali. Alipopelekwa hospitali alilazwa kama siku 4 hivi kama sijasahau. Akalazwa kama siku 4 pale hivyo, akatibiwa akapona. Na kutokeaga hapo sikuwahi tena kumuona babangu mdogo. Yaani mpaka miaka ilivyoenda enda ndo nikajaga kumuona. Lakini kutokea hapo baba mdogo akawa ametukomeaga na zile nauli zetu, akatutelekeza pale stendi, akaishiaga zake. Kwa hiyo ndio hivyo. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, aliweza kutuwekea njia tukaweza kurudi nyumbani, maana kwa umri ule ina maana tungebaki pale tungeishia kuwa watoto wa mtaani, labda machokora au vipi, yani sijui kama mpaka leo tungekuepo au sijui, lakini mazingira pale yalikuwa magumu na kakaangu ndio hivyo alivyokuwa anaumwa, lakini tunamshukuru Mungu tukapata wasamaria wema wakaturudisha nyumbani. Kwa hiyo sijajua baba mdogo alifanya hivyo kwa lengo gani au alikuwa anawaza nini au ni nini, yani mpaka leo sijajua na sitakagi kujua. Ishapita, mimi nilisamehe lakini sijasahau.